الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الفتن والضلالات. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وإسلام باركم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم تكي رحمة نأماني متمويت محمد صلى الله عليه wasallam. Waislamu, hadithi niliyosoma ni wasia tatu za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, Allah mridhi. Na hizi wasia tatu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakumpatia Muadh pekee, alipatia pia sahabi mwingine Abu Dharr Jundub ibn Junada. Na Waislamu tufahamu, tuelewe, hizi wasia tatu za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sio khas kwa wale masahaba wawili, bali ni ya umma wote, ni ya kila mtu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema: ittaqillaha haythuma kunt, mcha Allah, mgopa Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo. Na taqwa Allah, Waislamu, tukitafsiri kwa Kiswahili tunasema kumgopa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Waislamu hiyo tafsiri haitoshelezi. Taqwa Allah maana yake kwa Kiarabu an taj'ala wiqaya bainaka wa baina adhabillah, ni wewe Muislamu uweke kiziwizi baina yako na baina adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wewe Muislamu ujiepusha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wewe ujiweke mbali na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni taqwa Allah. Sasa vipi Muislamu atajiweka mbali na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi Muislamu ataweka kizuizi baina yake na baina adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi, atafanya hivyo kwa kufanya yale yote Allah subhanahu wa ta'ala amemamrisha na kujiepusha na yale yote Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. Sasa pindi atakapoanza kufuata dini yake, atafuata maamrisho za Allah subhanahu wa ta'ala na atajiepusha na makatazo za Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndio taqwa Allah.
hapo utakuwa umeweka kizuizi baina yako na baina adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza yule ambaye atakuja na taqwa Allah, yule ambaye atakuja na utaji Mungu, yule ambaye ataanza kufuata dini yake, Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia mlango, humfungulia njia, na Allah subhanahu wa ta'ala tamruzuku. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu at-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, yule ambaye atakuja na taqwa Allah, yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, atamgopa Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, humtengenezee njia ya kutokea, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, na Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku kwa jiha asiyodhania. Fattaqwa Allah, waislamu, taqwa Allah sababun litafriji alkurbat wa halli alshadaid wa jalbi alrizq. Kukuwa na taqwa Allah, kuweka kizuizi baina yako na baina adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya kuondoka kwa dhiki. Wa halli alshadaid, ni sababu ya kutoa mashida zako. Wa jalbi alrizq, ni sababu ya kupata riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia waislamu, tuliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye atakuwa na utaji Mungu zaidi katika umma ni mtukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, ayatun ma'rufa, hii aya inajulikana, ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Ya ayuha nnas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumewaumba kutokana na mwanaume na mwanamke, waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza hizi makabila, mataifa, nchi zimewekwa ili tujuane, la litafakharu, si atu ujifakhirishe na kabila lako ama ujifakhirishe na taifa lako, ati mimi nimetokana na kabila huu ama nimetoka nchi huu niko bora kuliko wewe, la, bali hizi makabila na hizi mataifa zimewekwa litaarafu, ili tujuane. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nani? Atqakum, ni ule alimcha Mungu zaidi katika nyinyi. Sasa waislamu, hii ni wasia ya kwanza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Muadh ibn Jabal, ittaqillah, mcha Allah subhanahu wa ta'ala, hifadhi amri za Allah subhanahu wa ta'ala, jiepushe na makatazo za Allah subhanahu wa ta'ala, haithuma kunt, popote ulipo, uwe sokoni, uwe msikiti, uwe katika gari, uwe nje na marafiki zako, uwe katika hoteli, uwe nyumbani pamoja na mke wako na familia yako na watoto wako, uwe unahifadhi amri za Allah subhanahu wa ta'ala na unajiepusha na makatazo za Allah subhanahu wa ta'ala. Wasia ya kwanza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Muadh ni hiyo. Ya pili, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fuatiliza mbaya na mema hufuta hiyo mbaya. Maana yake idha fa'alta sayyi'ah fa atbi'aha bihasana fahadhihi alhasana tamhu sayyi'ah, pindi wewe utakapofanya dhambi tendo la haram, fa atbi'aha bihasana, fuatiliza na ibada, fahadhihi alhasana, hu ibada, tamhu sayyi'ah, itafuta hiyo dhambi uliyofanya kabla yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza hiyo katika Qur'an, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, hakika alhasanat, ibadat, matendo mazuri, yudhhibna as-sayyi'at, hufuta matendo mabaya ama hufuta madhambi. Na kuna mtu aliwahi kujia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anasema innahu
asaba min imra'atin ma yusibu ar-rajula min imra'atihi illa zina, hakika yeye alikuwa amefanya na mwanamke mambo ambayo mwanaume hufanya na mke wake isipokuwa zina. Yani huyu mwanaume na mwanamke wakafanya mambo za haram, lakini hawakufika daraja la uzinifu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamuuliza swali, asallaita ma'ana salat al-fajr, ndugu yangu umesali pamoja na sisi sala ya fajiri? Asallaita ma'ana salat al-fajr, ndugu yangu umesali pamoja na sisi sala ya fajiri? Qala na'am, akasema ndio nimesali na nyinyi. Fatala alayhi al-aya, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamsoma hii aya, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, hakika ibadat matendo mazuri hufuta madhambi as-sayyi'at. Na miongoni mwa ibadat Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatueleza hufuta madhambi ni hizi sala tano, salawatul khams, fajr, dhuhr, asr, maghrib na isha. Imepokelewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, Allah mridhie, akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimesikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'un. Hapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaongea na masahaba zake, akauliza swali, araitum, masahaba wangu mnaonaje, mnasemaje, law anna nahran bibabi ahadikum, la kuna mto katika mlango ya mmoja wenu, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, na mmoja wenu anajiingiza na anaoga mara 5 kwa siku. Mnasemaje mmoja wenu kuna mto katika mlango wake, na anatoka nyumba yake anafungua mlango anajiingiza kwa hiyo mto, na anafanya pia yaghtasilu, anaoga, anafanya hivyo kila siku 5 marrat, mara 5. Hal yabqa min daranihi shay'un, je kuna uchafu itabaki katika mwili wake? Hal yabqa min daranihi shay'un, je kuna uchafu itabaki katika mwili wake? Qalu la yabqa min daranihi shay'un, wakasema hakuna uchafu itabaki katika mwili yake. Qala fadhalika mathalu as-salawati al-khams, sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema hiyo ni mfano ya hizi sala tano, hiyo mfano niliyotoa ni mfano hizi sala tano, yamhu Allahu bihinna al-khataya, kupitia hizi sala tano Allah subhanahu wa ta'ala hufuta madhambi. Na ibada zingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatueleza hufuta madhambi ni zile ibada tatu zimepokelewa katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allah mridhie. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, ala adullukum, nisiwajulishe, nisiwaeleze jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hulitumia kufuta madhambi na kuinua daraja zenu. Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, je nisiwajulishe, nisiwaeleze jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hulitumia kufuta madhambi na kuinua daraja zenu? Qalu bala ya Rasulullah, masahaba wakajibu wakasema ndio ewe mtume wa Allah, utueleze, utujulishe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataja ibada tatu. Ya kwanza, isbaghul wudu'i ala al-makari, kutawadha vizuri kikamilifu katika hali za taabu zisizopendeza, katika hali za taabu. Kwa mfano, wewe kawaida yako unatawadha na maji moto leo, lakini maji baridi tu pekee inapatikana. Si ati ukitumia hiyo maji na ukatawadha nayo utapata madhara, la. Na ikiwa utapata madhara haifai kutumia, bali umepewa ruhusa ya tayammum. Lakini ukitumia hiyo maji hutahisi vizuri, hutasikia vizuri, lakini bado kutokupenda kwako, kutokuhisi yani kwako hutahisi vizuri pindi utakapotumia hiyo maji ukatawadha vizuri kikamilifu. Na simaanishi tuanze kutawadha na maji baridi, la.
la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, hakuna haja ya kujikalifisha, lakini tunasema katika hali tu maji baridi tu inapatikana bado ukatawadha vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo ibada anatumia, kupitia hiyo ibada atafuta madhambi zako na atainua daraja yako. Ya pili, wa kathratul khuta ila almasajid, kupiga hatua mingi kuelekea misikitini. Ya tatu, wa intidharu as-salati ba'da as-salah, kusubiri sala baada sala nyingine. Kwa mfano ukasali maghrib ukasubiri salatu al-isha. Na tukisema kusubiri hatumaanishi unakaa msikiti, simaanishi hivyo, bali moyo wako tu popote sehemu yote huko, hata kama ni nyumbani, katika moyo wako unasubiri sala nyingine ifike, unaingia hapo. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatueleza hizo ibada tatu hufuta madhambi, kisha akasema fadhalikumur ribat, hiyo ni kushikamana na khairi, hiyo ni kushikamana na khairi. Sasa hii ni wasia ya pili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza, ittaqillaha haythuma kunt, mcha Allah, mgope Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo. Ya pili, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fuatiliza dhambi na ibada kufuta hiyo dhambi. Ya tatu ya mwisho, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na amliana na watu na tabia njema. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na amliana na watu na tabia njema. ما معنى خلق الحسن؟ nipi maana ya tabia njema? Ulama wakatueleza, baadhi wa ulama wakatueleza, pindi utakapokuwa na sifa nne uko na khuluq alhasan, tabia njema. Qala ba'dhum alkhuluq alhasan kaffu aladha wa badhlu an-nada was-sabru 'ala al-adha wa talaqatu al-wajh. Sifa la kwanza kaffu al-adha, kutokuudhi watu, imma kupitia mdomo wako kama kumtusi mtu, ama mwili wako kama kupiga mtu. Wa badhlu an-nada, una sifa la ukarimu, una sifa la ubakhili, unatoa. Was-sabru 'ala al-adha, sifa la tatu, una subra, unavumilia pindi watu watakuudhi. Wa talaqatu al-wajh, na uso wa furaha. Pindi utakapokamilisha hizi sifa nne, huudhi watu, wewe ni mkarimu, una sifa la ubakhili, una subra na una uso wa furaha, hapo uko na khuluqul hasan, tabia njema. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatueleza yule ambaye akona tabia njema atapata nyumba fi a'la aljanna, katika daraja la juu la peponi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, ana za'imun bi baytin fi rabat aljanna liman taraka almiraa wa in kana muhiqqa, hakika mimi namwahidi nyumba mtu katika daraja la chini la peponi yule ambaye ataacha ubishi, kubishana na watu, kujadiliana na watu, hata yuko katika upande wa sawa. Na Uislamu tukisema almiraa, ubishi, tunamaanisha kubishana katika mambo za dunia, sio jidal. Waislamu kuna neno mbili, kuna aljidal na kuna almiraa. Aljidal, kujadiliana, hapo tunamaanisha kujadiliana katika mambo za dini, wala tujadilu ahla alkitabi illa billati ahsan. Sasa kujadiliana katika mambo za dini iko sawa, haina shida, ni nzuri. Almiraa, kubishana katika mambo za dunia, ni mamnuu, sio nzuri, haifai. Ya pili, wa bibaitin fi wasati aljanna, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema namwahidi mtu nyumba katika katikati ya peponi, liman taraka alkadhib wa in kana maziha, yule ambaye akaacha uongo, kusema uongo hata kama ni kwa ajili ya jokes, mizaha. Wa bibaitin fi a'la aljanna, na nyumba katika daraja la juu ya peponi, liman hasuna khuluq, yule ambaye kuna tabia njema. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، هو البر الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. وإسلامه hizo ni wasia tatu za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, Allah mridhie. Ya kwanza ilikuwa ittaqillaha haythuma kunt, mcha Allah subhanahu wa ta'ala, ogopa Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo. Na tukasema taqwa Allah ni wewe uweke kiziwizi baina yako na baina adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo utafanya hivyo kwa kuhifadhi amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukishindwa kujiepusha na makatazo za Allah subhanahu wa ta'ala, unafuata wasia ya pili, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fuatiliza dhambi na ibada hufuta hiyo dhambi. Ya tatu ya mwisho, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na amliana na watu na tabia njema. Waislamu tukizingatia hii hadithi, tutaona falwasiyatani alawlayan في معاملة الخالق والثالثة في معاملة الخلق. الوصيتان الأوليان، وصيا mbili za kwanza kumgopa Allah subhanahu wa ta'ala na kufuatiliza dhambi na ibada, inakufundisha vipi wewe utamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala. والثالثة في معاملة الخلق، na wasia la mwisho kuamiliana na watu na tabia njema, inakufundisha wewe vipi utamiliana na viumbe na watu. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه على نعمه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.